Napenda nikurudishe nyuma kidogo pale ambapo tulipoweza kuishia. Hapa tunamuona Christina akiwa analalamika kishenzi yani. Na sababu ya kulalamika kwamba aliweza kushangaa baada ya kuwaona wale wezi ambao walimwibia kile kipindi ambacho movie yetu ikiwa inaanza, basi alishangaa kuwaona hapa kwa Asa. Hivyo Asa alionekana kucheka na kufurahi kishenzi, kisha akawaamuru wale watu waweze kumtoa nje Christina pamoja na Jabali bwana. Christina baada ya kuweza kufika polisi alijaribu kujielezea kwamba wale wezi ambao walimwibia mara ya kwanza alipokuja kuripoti hapa kituo cha polisi, basi ameweza kuwaona kwamba wapo kwa mpenzi wake, na bila shaka mpenzi wake pia anahusika katika hili. Lakini kitu cha ajabu, askari hakuwa mwenye kumsikiliza kabisa Christina, na hivyo akanamwambia kwamba ile namba ambayo niliweza kukupatia ndio namba ya faili yako ya kesi, na hivyo kesi yako bado tunaendelea kuifuatilia. Christina aliona kabisa hapa polisi hataweza kupata majibu ambayo ni sahihi kwa upande wake na kuweza kufanyika kwa upelelezi kwa ajili ya kuweza kuwakamata wale watu ambao waliweza kumwibia vitu vyake, yani namaanisha pochi pamoja na pesa zake pia. Hapo afande akawa anaonekana kuandika karatasi na kuweza kumpatia namba maalum ambayo ni ya kesi yake bwana. Christina alionekana kukasirika na hivyo alikuwa ana namna. Hivyo moja kwa moja Christina aliamua kutoka zake nje akiwa na hasira kishenzi yani. Huku tunamuona Jabali akiwa yupo kwenye pikipiki yake. Christina alifika akiwa na hasira kishenzi yani. Jabali alimuuliza kuna nini kinachoendelea, akasema hakuna chochote kinachofanyika, nipeleke tu baa. Baada ya hapo Jabali alimfikisha moja kwa moja Christina maeneo ya baa, watu walikuwa wamejaa kishenzi yani. Na moja kwa moja aliweza kufika counter na Jabali aliweza kuagiza pombe. Baada ya hapo pombe iliweza kuletwa, Christina akaanza kunywa kwa fujo kishenzi yani. Na yote hayo alikuwa anakunywa kwa sababu tu ya kupunguza hasira. Basi akiwa anaendelea kunywa, Jabali alibaki tu kucheka na kumtazama Christina wakati akiwa anaongea maneno ambayo yalionekana kumkasirisha kutokana na maneno aliyoambiwa ndani ya kituo cha polisi. Basi wakiwa anaendelea kunywa na huku akiendelea kuzungumza taratibu, ghafla aliweza kuingia Makole. Alipofika Makole akamsalimia Jabali, kisha akamsemesha Christina kwa kumuita jina lake. Huyu si ndo Christina? Basi Jabali ndiye aanze kumtambulisha kwa Christina, akamwambia huyu ni rafiki yangu ambaye anaitwa Makole na huyu ndio Christina. Kisha Jabali pamoja na Makole waliamua kuondoka, wakamwacha Christina akiwa anaendelea kunywa. Baadaye akaja Switi akaanza kumuongesha Christina kwamba kwani wewe na Jabali mupo vipi yani, mnajua na vipi? Basi Christina akasema kwamba Jabali ni mpenzi wangu. Switi akaanza kumvibia kwamba Jabali hawezi kuwa na mwanamke mweupe kama wewe, zeni unajua tena hawezi kutembea na mwanamke mzungu kama wewe. Jabali yupo special kwa ajili yangu. Basi Christina aliamua kuondoka zake kwa sababu maneno yalimshindwa. Basi Christina alifika moja kwa moja ambapo alimkuta Jabali akiendelea kucheza pulu pamoja na Makole. Basi wakiwa wanaendelea kucheza pulu taratibu, Christina akasema kwamba anahitaji kuweza kujaribu. Basi Jabali alifikiria kwamba Christina hajui kucheza, hivyo alimkalia nyuma yake. Christina akamwambia kwamba kaa pembeni ni kuonyeshe jinsi pulu inavyoweza kuchezwa. Basi Christina alipiga kete ambayo ipo mbele yake na ikaingia kwenye shimo husika. Aisee, Jabali alifurahi kishenzi na kuamini kwamba mwanamke Christina ana shabaha kiasi kirefu. Wakati huo Switi aliendelea kujibebisha karibu na Jabali ili mradi kuweza kumuumiza Christina, na Jabali pia aliweza kulielewa hilo kwa sababu alipomtazama Christina kwenye macho yake aligundua kwamba Christina yupo na wivu, na ndipo Christina alisogelea Switi na kumvimbia pale, akamchukua Jabali na moja kwa moja walikwenda kwenye upande wa kasino. Baada ya kufika kwenye upande wa kasino, Jabali akamuuliza Christina, vipi unahisi una wivu? Christina akamwambia Jabali, unajua kiasi gani kwamba mimi ninakupenda, na taratibu nyimbo ya Diamond ya Happy to Happy ikiwa inagongwa katikati ya stage, watu wakiwa wanaendelea kucheza taratibu. Na hapo ndipo Jabali aliamua kufunguka kwa Christina na kumweleza kila kitu kwamba anampenda, lakini pia Christina hakuweza kumchomolea Jabali. Taratibu mziki uliendelea kupigwa na kila mtu alikuwa yupo na mpenzi wake. Taratibu walianza kuchekeana na madavidavi pale na pale, makisi yakapigwa katikati ya stage, kila mtu akiwa anaburudika na mpenzi wake.
Baada ya hapo, siku nyingine tena tunaliona gari, na ndani ya gari tunamuona Christina pamoja na Jabari, na ghafla alitokea Switi, na wote watatu wakiwa na plani moja kwa ajili ya kuweza kurejesha mali za binti Christina baada ya kugundua Arthur ametoka wakati huo. Na wote watatu waliweza kutoka kwenye gari, lakini pia Switi alikuwa ana plani kubwa sana kwa ajili ya kwenda kumtega mlinzi ili kusudi akizubaa wale wawili waweze kufanikiwa kuingia ndani. Basi baada ya mlinzi pamoja na Christina kuweza kuzama ndani ya chumba cha mlinzi, Jabari pamoja na Christina walipita ndani bila kuwa na wasiwasi wowote kwa sababu Arthur alikuwa ametoka. Walitumia funguo malaya na moja kwa moja walifanikiwa na kuingia moja kwa moja chumbani kwa Arthur. Walikutana na picha nyingi sana hapo ukutani, na hizo zote zilikuwa ni picha ambazo za baadhi ya wanawake ambao Arthur amedate nao na ameweza kuwatapeli pesa kadhaa za hapa na pale. Kumbe mchezo huo kuanzia moja kwa moja kwa Christina, bali alianzia kwa watu wengi sana, na hapo wakawa natafuta kama wataweza kuipata hati ya nyumba, na kwa bahati mbaya walihisi hatua kadhaa ambazo zilikuwa zinaingia humu ndani, na kwa bahati mbaya aliweza kurudi Arthur. Na moja kwa moja Arthur aliporudi alichukua funguo ambayo alikuwa ameificha na kufungua draw lake, na ndani ya draw hiyo kulikuwa kuna pesa pamoja na hati. Moja kwa moja Arthur baada ya kuweza kuweka alipokea simu kutoka kwa mpenzi wake mwingine ambaye pia yupo kwenye plani ya kuweza kumtapeli kama ambavyo alivyoweza kumtapeli Christina. Basi moja kwa moja Arthur alikaa kitandani, na huku akiwa anaendelea kuzungumza na huyo mpenzi wake mpya ambaye alikuwa amepanga kuweza kumtapeli mali yake. Arthur alipitiwa na usingizi, na taratibu Christina pamoja na Jabari wakiwa wapo chini ya uvungu wa kitanda. Weza kugundua kwamba Arthur ameweza kuamka na kuweza kuondoka. Baada ya Arthur kuondoka, Jabari pamoja na Christina walifungua draw na kuzikuta pesa nyingi, lakini pia walikuta na baadhi ya passports na baadhi ya hati za nyumba na baadhi ya vitu vyote vilivyoashiria kwamba Arthur alikuwa ni tapeli. Moja kwa moja alivipeleka kituo cha polisi, na baada ya kufika kituo cha polisi, askari waliomkuta ndo yule askari ambaye siku zote huwa amwamini Christina. Baada ya kufika wote wawili wakamthibitishia askari kwamba Arthur ni mtu ambaye anawatapeli wanawake wengi kutoka mataifa mbalimbali. Basi askari kidogo alianza kuwaelewa, japo alikuwa ni mkali sana. Jabari akamweleza kwamba kesi hii ikiwa kama utaikamilisha utapandishwa cheo. Basi kidogo askari alianza kuwaamini wote wawili. Asubuhi na mapema tukiwa tupo nyumbani kwa Arthur aliweza kushikiliwa na polisi baada ya kuweza kukutwa vithibitisho vingi vikiwa vipo ndani kwake, na wale watu wote waliweza kuingia kwenye mikono ya sheria. Jabari pamoja na Christina walikuwa wote ndani ya gari wakipongezana na kufurahi kutokana wameweza kumkamata Arthur, huku mzee Robi akiwa yupo hospitalini akiwa amekaa na bibi yake Jabari. Na kumbuka bibi yake Jabari anasumbuliwa na magonjwa ya moyo, hivyo mzee Robi alimpisha Jabari ili kusudi aweze kuzungumza na bibi yake dakika za mwisho. Nikukumbushe kwamba kama hujaweza kusubscribe, hakikisha una subscribe channel yangu, lakini pia una share video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, lakini pia niwekee alama ya like kwenye video hii ili mradi kuifanya channel yangu iendelee kukua zaidi na zaidi. Basi hapa Jabari alikuwa yupo pembeni ya bibi yake akiwa anaonekana mwenye huzuni kubwa sana, kwa sababu bibi alimwambia kwamba Jabari asifanye tena kazi ngumu na asijaribu kujiumiza masaa 24 kwa kufanya kazi, kwa sababu yeye hali yake iliyokuwa nayo ilikuwa ni dakika za mwisho. Na kumbuka bibi ana magonjwa ya moyo pamoja na presha, hivyo vyote viwili vinamtesa sana bibi. Basi Jabari alimwelewa bibi yake, lakini bado Jabari alionekana bado akiendelea kumpa moyo bibi yake kwamba unawezekano wa kupona na hali yako itarejea, itarudi kama ilivyokuwa awali.
Basi bibi pamoja na Jabari usiku huo waliweza kuzungumza mambo mengi. Kumbuka bibi alifurahi na kufarijika kutokana na maneno ya mjukuu wake Jabari, kwa sababu Jabari aliendelea kumpa moyo bibi na kuto kumkatisha tamaa ya kuishi. Na hivi ndivyo ambavyo tunavyotakiwa siku zote kuweza kuwapa moyo watu ambao walioweza kukata tamaa. Basi kesho yake Jabari akiwa pamoja na ndugu zake alitoka kwenye odi ya bibi yake, na kwa bahati mbaya Jabari aliweza kuwatizama wote kwa pamoja, na Jabari alibaki akiwa mnyonge. Wote walibaki kujiuliza kwa nini, lakini waligundua kwamba bibi tayari ameshaweza kufariki dunia. Wote waliweza kuingia kwenye huzuni kubwa sana, wakiwa na majozi kutokana na bibi Christina ameweza kufariki dunia. Basi wakati huo Jabari alianza kuzungumza na kumwambia Christina kwamba kutokana na bibi ameweza kufariki, basi hata yeye pia hana wajibu wa kuendelea kuishi hapa, basi anaweza akarudi kwao Marekani, kwa sababu yeye pamoja na yeye basi mahusiano yao ni basi tena. Basi Jabari alisema hivyo. Kumbuka Jabari alikuwa yupo katika kipindi cha msiba wa bibi yake, hivyo maneno ambayo Jabari anayatamka kwa Christina sio yeye, naomba muelewewe, yani sio yeye kabisa, kwa sababu mtu ukifiwa unakuwa unajisikia kuzungumza neno lolote lile. Christina alibaki na huzuni kwa kiasi kikubwa, na alielewa hali ambayo Jabari anaweza kuipitia. Basi alimpatia moyo na akawaambia maneno ya mwisho kwamba poleni, naelewa kwamba bibi aliwapenda wote, hivyo Christina akaamua kusepa zake. Jabari akiwa yupo pamoja na familia yake, Christina alitoka nje moja kwa moja akiwa bado yupo kwenye huzuni, na kumbuka anampenda sana Jabari. Basi Christina moja kwa moja alifika mpaka sehemu ya taksi na kuweza kupanda taksi kwa ajili ya kurudi kwao Marekani. Basi taksi nayo haikuacha mbele mpaka nyuma, safari ikaendelea kuaga nchi ya Tanzania. Basi akiwa na huzuni kubwa sana kutokana na mpenda Jabari, lakini kumbe Jabari baada ya Christina kuweza kuondoka aliamua kumfukuzia kule ambapo alipokuwa anaelekea, baada ya ndugu zake kumwambia kwamba haina sababu, kama bibi ameshaweza kufariki basi amefariki, haina maana ya kwamba ndio iwe sababu ya kuweza kukatisha uhusiano wako wa kweli pamoja na Christina. Walimweleza Christina kwamba Jabari kwa sasa anapitia hali ngumu ya kumpoteza bibi yake, hivyo aweze kumsamehe, lakini pia agundue kwamba Jabari bado anampenda. Na ni kweli Christina alishuka kwenye taksi na alielewa sumu ambayo Jabari anaipitia kwa wakati huo, kwa sababu Jabari bado anampenda. Na wote wawili ukizingatia wanapendana, na ukiwaangalia kiukweli wamependezeana sana kama ambavyo unavyoweza kuona. Kila mtu alibaki na kuwa romantiki kwa mwenzie, na kila mtu alimshika mwenzie akamkanyaga penzi moto moto. Na hivyo ndivyo ambavyo ilivyotokea kwa hao wawili, na taratibu upendo ulizalishwa tena. Na wakati huo huo Makole pia aliweza kufika eneo husika, na yeye pia kumbuka na mpendaga huyu dereva taksi. Makole pia naye akaingia kwa mpenzi wake pia kumwaga sumu. Jabari pamoja na Christina walikuwa pamoja, akapanda kwenye pikipiki, na huku mama akimkombatia Jabari. Baada ya mwaka mmoja kuweza kupita wakiwa wapo kwenye mahusiano, Jabari pamoja na Christina, maisha na wote kwa pamoja wakiwa na familia. Na wakati huo Christina alikuwa yupo na ujauzito. Afande alipoweza kufika nyumbani kwa kina Jabari, aliwaambia kwamba wamefanya upelelezi, na lakini pia wamegundua kwamba Arthur alikuwa ni kweli ni tapeli, lakini pia nyumba ya Arthur pamoja na vitu vyote vilivyopo katika ile nyumba tumefanya uchunguzi, ni mali ya Christina kuanzia sasa. Wote walishangaa na wote walibaki kutabasamu aisee, kwa sababu ilikuwa ni taarifa nzuri na njema kwa wote wana familia. Kuanzia kesho mnaweza mkahamia kwenye nyumba yenu. Na hivyo ndivyo ambavyo askari alimaliza, na yeye alipandishwa cheo, na wote walifurahi na kufika katika nyumba ya Christina wakiwa na furaha sana. Walipiga picha ya ukumbusho kwa kumwenzi bibi.